Na rais hajakuja hapa campaign kwa sababu campaign haijafika. Siku ya campaign itafika. Na rais anajua kupiga campaign. Na hao viongozi kina Ntutu, kina Ng'eno wanajua kupiga campaign. Na kina Ole Kina. Leo tumefika hapa maneno ya maendeleo na mambo ya mwananchi, kwa sababu kazi kwanza, siasa baadaye. Si namna hiyo? Kazi kwanza. Rais ametangaza ya kwamba Narok kuna nyumba zaidi ya 15,000 lazima tuongeze stima. Ndio hiyo stima ameanzisha hapa. 15,000 households, 2.4 billion. Rais vilevile ameleta title deeds. Rais ako hapa mambo ya barabara. Na rais amekuja hapa pia kutupatia report card ya ile kazi serikali ambayo anaongoza imefanya mpaka saa hii. Ile bolea ilikuwa 7,000, leo ni 2,500. Na hiyo mambo yote ambayo imefanyika, ambayo inafanyika sasa na ambayo itafanyika, lazima tuipatie kipaumbele. Hatuwezi kuwa taifa la kupiga campaign kutoka Januari mpaka Disemba, kutoka uchaguzi moja mpaka uchaguzi mwingine. Na mimi naomba tukubaliane ya kwamba sisi tutakuwa kwa kazi, wale watu wanapiga siasa waendelee na mambo yao. Tunakubaliana? Jambo la pili na ya mwisho, vile rais amesema, ili tusukume maendeleo ya Kenya, tusongeshe nchi yetu mbele, ni lazima tuwe na umoja wa kitaifa. Na ndio unaona tuko hapa timu kubwa. Tuko hapa na kina Ntutu, na kina Soipan waziri, na Senator Ole Kina, na Joanna Ng'eno. Tuko hapa viongozi wengi kwa sababu tungetaka tusukume mambo ya maendeleo tukiwa pamoja. Na mimi nataka niwaulize, mtushikilie mkono, tuunganishe Kenya ili maendeleo ipatikane haraka. Ya mwisho, wale jamaa nimeona ati wanafanya mikutano ya kupanga ukabila. Hao jamaa waambiwe, sio ati hatuko ready, we are ready for them. Siku ya kampeni ikifika, tutawamalizia asubuhi na mapema. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Rais aendelee na kazi. Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wacha nione kwa mkono wale wanasema endelee. Asante sana, Mungu awabariki. Sisi, hasa mimi kama kiongozi wa taifa hii, nimeamua ya kwamba hatutaki tena siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Ndio sababu hiyo nikaunda serikali ya broad based, kuleta wale tuliopiga kura na wao na hata wale hatukupiga kura na wao tuungane, kwa sababu umoja ni nguvu. Tunataka tuunganishe watu wote wa Kenya. Ndio tuhakikishe ya kwamba tunaangalia na kuzingatia mambo ya maendeleo ya taifa hii. Kwa pamoja tupange miradi ya maendeleo. Kwa pamoja tuhakikisha kwamba tunajenga barabara, tunaunganisha stima, tunajenga mashule, tunasomesha watoto wetu, tunapanga mambo ya afya na tunapanga mambo ya ajira ya vijana wetu wa Kenya, kwa sababu kwa kufanya hivyo tutabadilisha Kenya hii. Na mimi nawauliza wale wengine, bado mambo ya siasa haijafika wakati yake. Saa hizi ni wakati wa kufanyia kazi wananchi wa Kenya. Kuna siku tutakuja kuongea mambo ya viongozi. Hatuwezi kuongea mambo ya viongozi kuanza Januari mpaka Disemba, uchaguzi moja hadi mwingine. Hapa katikati ni kufanya kazi ya wananchi. Na kama kuna watu hawaoni vile tunafanya, pia watuambie sera yao ni gani kwa barabara, kwa elimu, kwa kuunganisha stima, kwa matibabu. What is their alternative plan? Because we are implementing a plan that unites all the people of Kenya. Wao hawataki broad based, wanataka ya kugawanyisha Kenya. Wanataka wakawanye Kenya, ndio Kenya iende wapi? Munasema tuunganishe Kenya ama tutenganishe watu wa hapa Narok? Tuunganishe ama tutenganishe? Tuunganishe Kenya ndio tujenge barabara pamoja, na tuunganishe wa Kenya wote na stima, na tuunganishe wa Kenya wote pamoja na vijana kwa ajira, na tuhakikishe ya kwamba matibabu imepatikana. Hebu ni wale wanasema tuunganishe Kenya, watu wa Emuru wa Digiri. Nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya stima.
Mumeona hapa nje tumeanzisha stima leo ya kupeleka stima kwa manyumba ya wananchi mashinani. Wananchi wengine familia 15,000 zitaunganishwa stima, na tumeweka pesa ya serikali bilioni 2.5 kuhakikisha kwamba stima inafika kwa manyumba ya wananchi, kwa sababu stima sio starehe ya matajiri, ni haki ya kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Emurua Digiri, tunaelewana na tumekubaliana hiyo stima lazima ifike kila kijiji, lazima ifike kila sehemu. Tumekubaliana na viongozi wa hapa ya kwamba wakati tunasambaza hiyo stima, wabunge na ma-MCA watatusaidia tujue kona gani haina stima, kijiji gani haijafikishwa stima, ndio tupeleke stima, tuweke mwangaza, tuondoe giza, ndio Narok isonge mbele. Tumekubaliana jameni? Tunataka tusomeshe watoto wetu wote, na tunataka tuhakikishe kwamba kuna walimu wa kutosha. Hapo nyuma tulikuwa na walimu wachache, tulikuwa na pengo kubwa, na ndio sababu niliweka pesa ya serikali, tumeajiri walimu 76,000. Mwaka huu tunaajiri tena walimu wengine 24,000, tujaze walimu 100,000. Tuhakikisha kwamba watoto wetu wakienda shuleni wanapata walimu wa kuwafundisha, kwa sababu elimu ndio inatuletea usawa kati ya mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini. Wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Hawa gasipije koroni. Na ndio sababu hiyo vile vile nilisema ya kwamba tubadilishe funding model ya higher education, ile ambayo inatusaidia watoto wakuja TVET na wale wakwenda university. Pale nyuma watoto wote walikuwa wanahesabika ya kwamba wanajiweza, lakini kwa kweli kuna watoto wakwenda university na TVET ambao wazazi wao hawajiwezi. Na ndio sababu hiyo tumebadilisha model, tuhakikishe ya kwamba inapatikana pesa ya serikali ya wale watoto wa kutoka jamii maskini, tuwalipie 90% scholarship, waende university, waende TVET, ndio watoto wote wakuwe sawa mbele ya katiba yetu na tupeleke Kenya mbele. Jameni, leo vile vile nimefika hapa kwa mambo ya barabara. Munajua barabara inatusaidia kusafirisha chakula ya kutoka shambani, pia inatusaidia kusafirisha wasafiri barabarani, pia inatusaidia kuendesha biashara na kuzalisha uchumi. Ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo ile barabara tulitengeneza ya zamani ya Kabo Lecho mpaka ifike hapa Emurua Digiri, si namna hiyo, lakini naona imeanza kupata homa. Iko na homa hapo barabarani kidogo namna hii. Na niko hapa leo na PS wa mambo ya barabara. Sasa wewe bwana Mbogwa, hii barabara nimetembea hapo, nimeanza kuona imeanza kupata potholes. Mimi nataka hiyo barabara irekebishwe na iweke la mingine juu yake, ndio hii mahali ikae sawa sawa. Lakini ya muhimu, mimi pia nimekuja kuunganisha, kwa sababu kuna barabara tulijenga kutoka huko Bomet ikakuja ikakwama Gorgor. Kuna barabara nyingine tulijenga kutoka kule Kilgoris ikakuja kukwama Shartuka. Si namna hiyo? Na iko pengo hapo kati ya Oljobose mpaka kule chini. Sasa leo nimekuja na contractor atusaidie kukamilisha. Sasa barabara tutajenga ile inatoka Oljobose kwenda Abosi, kwenda Shartuka mpaka ifike Gorgor. Hiyo barabara inaunganisha county ya Narok na county ya Bomet. Hiyo barabara inaunganisha constituencies 3. Hapa Emurua Digiri, kule Kilgoris na vile vile Sotik. Kwa sababu tunataka hiyo barabara itusaidie wananchi wa hapa waweze kufanya biashara, wananchi wa hapa waweze kusafiri kwa urahisi, na pia tusalishe uchumi, ndio Kenya iendelee mbele. Watu hapa tumekubaliana? Leo vile vile naenda kuanzisha barabara ya Sogo kule chini, kuteremuka Melelo huko mpaka Lolunga, iende Tendwet mpaka Saptet kule ngambo. Vile vile mimi naenda kuanzisha barabara ingine hapo Ngoswani. Si namna hiyo? Hiyo barabara pia inaenda mpaka Morijo.
hiyo barabara tunaenda kuanzisha. Alafu kuna ingine ya Nengeti ya kule Narok North na barabara zingine. Pale nyuma tulisimamisha kidogo mambo ya barabara kwa sababu uchumi ilikuwa kona kona. Lakini sasa tumesimamisha uchumi sawa sawa, uchumi imedhibiti na sasa tuko na pesa ya kukamilisha barabara za Kenya kwa sababu ni ahadi yetu kwenu na ni ya muhimu kwa kuendesha uchumi wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo watu wa Narok, mimi nataka niwahakikishie katika mipango yetu yote tumehakikisha Narok County iko katikati ya hiyo mipango. Habari ya leo, muko na mumefika na president wetu amefika na mumeona stima na mmesikia lami na mmesikia mambo mengi ya university. Your Excellency, mimi nataka tu kusema mambo mbili. Ya kwanza kabisa ni kwamba tumeomba hiyo university ya kwamba ile branch ya Masai Mara tupate moja pande hii ya Emuru wa Digiri. Your Excellency, hiyo ukitufanyia na tayari tumepata shamba Joana Ngeno, tumesikizana kuna hiyo shamba ambayo tutahamisha hiyo school alafu tuweke. Na sisi tutasaidiana tuweze kuweka hiyo pesa kwa shule. Jambo la pili ni kwamba Your Excellency, maji ya Kelonget. Hiyo maji ambayo tumezungumzia pale Olchapose ni kwamba hiyo maji itaweza kutusaidia kwa hii ward 4. Ilkerin na pia Kapsasian, Mogondo na ile ya Olormasani. Your Excellency, kutusaidia na hiyo maji na kuambia tutakuwa tumeshukuru. Watu ya Emuru wa Digiri muko? Na mumeamua? Mumeona jana pande ile ya Narok? So mumeona watu wameamua? Na wamesema 2027 tunachagua nani? William Samoei Ruto wakiwa na Kindiki. Sawa sawa? Mambo ya ukabila si nimemaliza hapa Narok? Siku hizi sio mambo imeisha? Basari wanapata pamoja? Mambo ya barabara wanapata pamoja? Mambo ingine ya madarasa wanapata pamoja? Your Excellency, I have nothing to say. These people are very good and they are doing very well. Na hii maneno tumemaliza kwa kaunti yetu, tunaendelea kushikana pamoja. Na nataka tu kuambia kama gavana wako wa UDA ama Kenya Kwanza, ya kwamba hawa wananchi nilikuwa hapa karibu 2 months ago. Na tumezunguka hapa yote kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya county government. Na ninajua hawa watu tunaendelea pamoja alafu tuende mbele. Mheshimiwa Rais, wakati wa kuja Digir wa kupiga siasa peke yake imekwisha. Sasa ni wakati wa maendeleo na kazi. Ni wakati wa maendeleo na kazi. Na watu wa Digir ni watu wa kujifanyia kazi kwa mikono yao. Kwa hivyo barabara ikifika, kina mama wapate coolers, mashule ijengwe, tutasonga mbele pamoja. Watu wa Digir ni wakati wenu wa kufanyiwa kazi ya maendeleo ili hatujawahi pata siku nyingine. Bwana Yesu awabariki sana na ninawashukuru kwa sababu ya support yenu. Mimi rais amenipatia nafasi nimfanyie kazi pale national government. Na ni kwa sababu ya support yenu. Ngoberu Jehova, asante sana. Huyo ni Ana Cherono anapokea hati yake. Ana Cherono. Kipkosgei Arab Barchok anapokea title deed yake. William Kechino Cheringo akifuatwa na James Kiprotich Kosgei. Akifuatwa na Richard Kosgei Kitur. Richard Kosgei Kitur. Aha, Kipkemoito. Kipkemoito anapokea title deed. Kipkemoi Arab Kosgei. Akifuatwa na David Kiprono Terer. Akifuatwa na Joel
Kipmaiwa Cheruyot, akifuatwa na James Kipimei Koech, akifuatwa na Jane Chebet Terer, akifuatwa na Johanna Kibile Toet, akifuatwa na David Kipkoech Bariwot, na wa mwisho kukabidhiwa title deed ni Kimuldan Arap Temas, ambayo inapokelewa na Mheshimiwa Johanna Ngeno. Makofi mazuri tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Rais.